nipe kile unachotaka nikiseme siku ya leo. Roho Mtakatifu, ruhusu yale tu unayotaka niyaseme na yatoke kinywani mwangu kwa ajili ya kulijenga kanisa na kulielekeza kanisa kile unachotaka likipokee. Sema nami, sema na kila mmoja aliyefika, katika jina la Yesu. Amen. 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 Leo ni siku yetu ya pili. Somo ni uponyaji wa ardhi au ukombozi wa ardhi. Naamini kwa habari ya ukombozi tulioupata kupitia damu ya Yesu Kristo. Hakuna binadamu mwenye uwezo wa kumkomboa binadamu mwenzake. Lakini Mungu kwa kupenda ulimwengu alimtuma mwanawe Kristo Yesu ili afanyike sadaka ya ukombozi wa mwanadamu. Na Mungu akatukomboa kwa hiyo damu ya Kristo Yesu. Maana tulikuwa tumepotea, tulikuwa tumeasi, tumemkosea Mungu, tumekaa mbali na Mungu, hakuna atendaye haki, wote tulikuwa tumepotoka. Lakini Mungu kwa upendo wake akamtuma Kristo duniani ili afanyike kwa sadaka ya ukombozi wa maisha yetu. Na jana tulipoanza kugundua kwamba ardhi ilipata shida baada ya dhambi kuingia duniani. Kumbuka ardhi ilikuwa imebarikiwa na kila kitu ambacho Mungu alikiumba juu ya uso wa ardhi alikibariki ili kikazae na kuongezeka. Mungu akatengeneza mfumo wa mimea itaishije. Akasema ndani ya mbegu kutakuwemo na uhai. Alafu mbegu itakapoota itastawi, lakini katika kuzaa kwake itazaa mbegu nyingine. Ndio maana vizazi vya mbegu havijaisha mpaka leo, kwa sababu mfumo aliuweka Mungu na akaweka uhai kwenye ardhi ili zile mbegu zitakapokuwa juu ya ile ardhi ziweze kuendeleza vile vizazi. Ndio maana unaweza kaona hata hizi nyasi tunaweza tukasema tunazisusa zote, lakini baada ya muda utakuta lile eneo ambalo lilikuwa halina nyasi, baada ya kuseswa kwa zile nyasi unakuta nyasi nyingi zimeota. Hata hapo sasa hivi panaonekana hakuna nyasi, lakini ukiondoka mwezi mmoja hapo ukirudi ni kichaka cha nyasi. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ile ardhi Mungu aliweka uhai. Ukazakua magugu, utaua magugu, lakini vizazi vya mbegu vitabaki. Utaua yale majani, lakini vizazi vyake vitakuwepo. Mvua ikinyesha vinaota vingine. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliweka uhai kwenye ardhi. Lakini baada ya dhambi, hapo ndipo mambo yalipoanza kuharibikia. Mungu alichokifanya hakuzuia nyasi zisistawi. Mungu alichokifanya aliambia ardhi, yeye hakudili na Adamu. Yeye akasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Mungu alienda kwenye ardhi. Mungu akitaka kumdhibiti mtu mbabe, anaenda kwenye ardhi. Akikorofisha ardhi, amekorofisha maisha yake yote. Hata waabudu shetani wanapotaka kumkabili mtu ili wamuumize, wamharibie, wanaenda wanakorofisha kwenye ardhi yake. Wakishafanikiwa kukorofisha kwenye ardhi yake, wamekorofisha mfumo mzima wa maisha yake. Mungu akaiambia ardhi, huyu Adamu mzalie michongoma na miiba. Ikaanzia hapo, ni michongoma na miiba.
maisha magumu yakaanza kwa Adamu. Mungu, nilisema Mungu hakumlaani Adamu. Kama una andiko niletee, tulisome pamoja. Mungu hakumlaani Adamu. Mungu alilaani ardhi ya Adamu. Mungu hakumlaani Kaini. Mungu alilaani ardhi atakayokaa Kaini. Anamwambia katika wewe, katika ardhi, umelaaniwa wewe katika ardhi ambayo imefunua kinywa chake ikanywa damu ya ndugu yako. Katika sifa za ardhi ilizungumza jana, najaribu kuweka sawa ili tuendelee. Katika sifa za ardhi, moja wapo, ardhi inakunywa, ina mdomo na inakunywa. Ardhi inakula. Ardhi inafanyaje? Kama uamini turudie kile andiko. Kora haikumla tena, siku ilikula watu 250. 250. Mungu naye kwa hasira yake akashusha moto. Ardhi imeshawameza, lakini Mungu akashusha moto ukapita pale pale ukawateketeza wale watu 250 wakiwa chini kwa chini. Musa alisema ni hivi, ili mjue mimi ni nabii. Mungu aunde kitu kipya ambacho hamjawahi kukisikia wala kukiona. Aunde mfumo mpya, atengeneze kitu kipya. Ardhi ina uwezo wa kutengeneza kitu kipya. Ndio maana ardhi inakuta kuna mahali inatitia. Ardhi ni kama binadamu. Ardhi ina uwezo wa kusikia. Tulisoma jana. Nchi lisikie neno la Bwana. Kwa hiyo ardhi na nini? Masikio. Tulisoma wote? Yes. Nchi lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto. Tulisoma wote? Yes. Kwa ardhi inasikia. Kwa ardhi ina masikio. Muulize jirani yako, una masikio? Una masikio. Kama ulivyo na masikio wewe, mwambie. Kama ulivyo na masikio wewe, na ardhi inasikia hivyo hivyo. Na ardhi inasikia hivyo hivyo. Ni kama binadamu hii. Na yenyewe ilipewa uhai kwa namna yake. Sisi binadamu tulipewa uhai kwa namna yetu. Na yenyewe ilipewa uhai kwa namna yake. Ndio maana ikiwekewa mbegu zinaota. Haijawahi kugoma kuotesha mbegu, labda kuwepo na shida ya hali ya hewa. Au wawepo wadudu watakwenda kuzishambulia zile mbegu zikiwa chini ya ardhi. Tofauti na hapo, kila mbegu inawekwa juu ya ardhi inaota. Kwa sababu kuna uhai. Kuna nini? Kuna uhai. Ardhi inakula, inakinywa. Ardhi inatunza kumbukumbu. Tabia za ardhi. Inatunza kumbukumbu. Kama wewe unaweza kuwa na mafaili yako ya kutunzia kumbukumbu zako, ardhi pia ina uwezo wa kutunza kumbukumbu. Ina uwezo wa kutunza kumbukumbu. Ndio maana Mungu akasema, nchi idumupo, majira ya kupanda na kuvuna hayatakoma. Kwa ardhi ilishaambiwa kabisa, kuna majira ambapo watu watakuja kupanda kwako na kuja kuvuna. Kwa hiyo ilisikia, ikashika kanuni, inatembea nazo. Ardhi, ukielewa somo la ardhi vizuri kama ninavyofikiri mimi, utakuwa na mamlaka ya juu sana. Kwa sababu hautahangaika. Hautafanyaje? Hautahangaika. Hautahangaika. Ardhi ina masikio. Kama inaweza ikawasikia wachawi,
wakiambia kwamba fulani hakikisha anapotea, na wazee wanasikia, ile ardhi inaanza kumwamuru mtu, toka hapa, kajifiche, wasikuone, akimbia huko. Hivyo ardhi ina uwezo wa kuamuriwa mrudishe fulani na akarudi. Kwa sababu huyo mtu aliyejipoteza au aliyepotea, labda kama yepotezwa, lakini kuna mtu anaamua tu, yani anaamua nakaa, asema hamna, anaamua ku laza mbele, piga simu hazipatikani. Kumbe jamaa yuko tu, ameamua tu huku. Au pepo wameamua kutoka nyumbani, nenda sehemu fulani, ndio zina lakini chanzo kimeanza kwenye kwa nenda kwenye ardhi, kwa sababu hana mahali pengine pa kukaa tofauti na kwenye. Kama una nguvu za Mungu ukasema ninakanyaga Australia, ukikanyaga hivi ukikishindo aliyeko Australia anasikia. Kama uwe na nguvu za Mungu sasa, sio unakula maharage tu hapo. Haleluya. Amen. Kanyaga ardhi. Wewe kumwombea mtu mmoja alikuwa ameomba kweli, alikuwa chini. Omba sema sasa huyu mtu kanyaga ardhi. Kanipa majibu ya yale ninayofanya chini. Ndio yaona nilishangaa, na mama yake sijawahi kumwambia. Ndio nikimwambia ataanguka. Anayoyafanya jana pepo zinamvuruga. Kamuona anafanya jambo baya zaidi. Nasema hili mama yake nikimwambia, ili ngoja nibaki nalo kama nilivionalo, kwa sababu hata wewe sijakwambia. Ili ndio afahamu kupambana nalo. Kaomba naye, nikamwombea. Jamani, akamfungua. Amen. Jai mfungua. Afunguliwa, masomo yakaanza kweli. Alikuwa amevurugwa. Yaani sasa kila kitu alikuwa ameenda Marekani, amesoma, akaacha tu. Hamia kaenda kwa Putin wapi? Urusi. Akasoma na kwenye akaacha tu. Hana cheti hana chochote. Sasa wakampeleka China. Si wana hela? Unafikiri pepo unamshinda kwa sababu ya hela? Kanyaga ile ardhi. Kila kitu kikafunguka kwa sababu alikuwa amekusudiwa afukuzwe. Hadi mama siku moja kanipigia simu. Kapata na mimi muujiza. Amen. Amen. Sasa amefunguliwa jamani. Haleluya. Amen. Amina. Kwa hiyo hali ya kiroho ikifungwa ardhini, hiyo ni balaa kubwa. Ile ni balaa kubwa. Adui anapokamata ardhi, anapoteka ardhi, anapoharibu ardhi, ameharibu mfumo mzima wa maisha ya watu. Sasa hebu tusome kitabu hicho nilichokisema Mwanzo 11. Nikuonyeshe jinsi ambavyo ardhi ikivurugwa, wale wanaokaa kwenye ile eneo wanavurugwa. Mwanzo 11:24 mpaka 27. No, 24. Hebu soma. Anza kusoma. Anzia mstari wa 24. Amina. Ndio nasema. Nahori akaishi miaka 29. Nahori akaishi miaka 29 na kenda.
Ndio ile. Akamzaa Tera. Akamzaa Tera. Nahori akaishi baada ya kumzaa Tera miaka 119. Nahori alipomzaa Tera akaishi miaka mingapi? Miaka 119. Miaka 119. Akazaa wana waume na wake. Akazaa watoto wengine waume na wake. Tera akaishi miaka 70 akamzaa Abrahamu. Tera akaishi miaka 70 akamzaa Abrahamu na Nahori na Harani. Na hivyo ndivyo vizazi vya Tera. Tera akamzaa Abrahamu na Nahori na Harani. Harani akamzaa Lutu. Harani akafa kabla ya baba yake Tera. Harani akafa kabla ya baba yake Tera. Katika nchi aliyozaliwa. Yani katika nchi aliyozaliwa. Yani katika Uru wa Wakaldayo. Abrahamu na Nahori wakajitwalia wake. Jina la mkewe Abrahamu aliitwa Sarai. Na jina la mkewe Nahori aliitwa Milka. Binti Harani ambaye alikuwa baba wa Milka na wa Iska. Na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Tera akamtoa Abrahamu mwanae na Lutu mwana wa Harani, mwana wa mwanae, na Sarai mkwewe, mke wa Abrahamu mwanae. Wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende nchi ya Kanaani. Huyu mzee Tera akamchukua Ibrahimu na Lutu mwana wa Harani, mtoto wa mdogo wake na Ibrahimu, mwana wa wanawe na Sarai mkwewe. Na Sarai mkwewe japo alikuwa ni binti yake, mke wa Abrahamu mwanawe. Wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo. Pale alipofia nani? Harani. Wakafika mpaka Harani, wakafika Wakaldayo waende nchi ya Kanaani. Kwa lengo la mzee Tera kuhama, alitaka waende wakaishi Kanaani. Mpango wa mzee Tera ilikuwa ni kutoka Uru wa Wakaldayo waende waishi Kanaani. Baada ya matukio ya vifo kwenye familia yake, yule mzee akabaini hapa kuna shida. Kuna nini? Kuna shida. Hapa kuna shida. Akaamua kuhama. Akabeba mjukuu, akabeba Ibrahimu, akabeba na mkwewe. Halafu wakaanza safari ya kwenda Kanaani, lakini Mungu alizuia. Mpango wa Mungu ilikuwa ni kumpa ile nchi nani? Ibrahimu. Lakini baba yake na Ibrahimu alitaka akakae yeye pamoja na familia yake. Kitu gani kilimtoa pale? Ile ardhi ilikuwa na shida. Ardhi shetani akikorofisha ni balaa. Ardhi ikiamriwa vibaya kinyume cha mtu ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo mzee akaondoka. Wakafika mpaka Harani, wakakaa huko. Siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akafa katika Harani. Mwisho. Kwa hiyo hapo tunaona kitu gani hapo? Tunaona kwamba mzee Tera alipokufa
Mungu, ukisoma ile sura ya 12, Mungu akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi ya baba yako. Yes. Si mstari unaopata? Yes. Sura ya 12. Toka wewe katika nchi ya baba yako na jamaa zako, yaani wana ukoo, uende kwenye nchi itakayokupeleka. Mungu hakumwambia ni wapi, lakini alipoanza safari alijikuta anaelekea Kanaani kwa mwongozo wa Mungu. Akajikuta yuko Kanaani, anaishi Kanaani. Mungu akamwambia hii nchi sasa ndio nimekupa wewe. Lakini ile nchi ilikuwa na shida hiyo ya Kanaani. Hebu sogea sura ile ya wewe onyesha. Mstari wa 13. Nitasoma. Mstari wa 13 mpaka wa 17. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Hapo hajazaa bado, ila Mungu anampa tahadhari. Anamuonyesha, anampa wakiwa kwamba hii nchi sawa, nimekupa, lakini baadaye utakapowazaa watoto wako watakuwa wageni katika nchi isiyokuwa ya kwao. Watawatumikia watu wale. Wataenda kuwatumikia watu wale. Nao watateswa muda wa miaka 400. Nao wataenda kule, kuna mateso yatakayochukua muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu. Baadaye taifa lile ambalo watakuwa wakiwatumikisha nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi. Baadaye watatoka wakiwa matajiri. Yes. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani. Lakini wewe utakuwa ushafariki tayari. Utazikwa katika uzee mwema. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa. Kizazi cha 4 kitakachokuwa kimeelekezwa Misri, kwenye ile nchi ya ugenini, kwenye nchi ambayo watapata mateso. Kizazi kile cha 4 kitarudi hapa. Unanisikiza vizuri mwana wa Mungu? Yes. Kizazi cha 4 kitakuwa kimerudi hapa. Mungu akamuonyesha Ibrahimu kwamba hauna haja ya kukata tamaa, kwamba hautazaa kwa sababu ya uzee, utazaa tu, wala usihofu. Nitajuaje sasa? Akamwambia mtolee sadaka. Toa mbuzi, toa wanyama, chinja wanyama. Akamuelekeza, kuwa mwanakondoo, chinja, weka kwenye madhabahu. Akaanza kusinzia pale. Mara ndege wanakuja, ukisoma pale juu. Akisinzia mara ndege wanakuja wataka kunyakua. Anaamka na waswali. Baadaye Mungu alikuja mwenyewe akapitisha moto, akaleta moto, kaunguza hiyo sadaka. Lakini akamueleza kwa habari ya uzao wake utakavyoishi, kwamba hawa watoto utakao wazaa baadaye wataenda kwenye nchi isiyokuwa ya kwao. Watakaa kule miaka 400, watawatumikia watu. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa kikiwa na utajiri. Soma sasa sababu. Watarudi hapa na mali mengi. Watarudi hapa na mali mengi. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Mwamori bado. Maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Kwa kilichowafanya waende utumwani ulikuwa ni uovu wa Waamori ambao ulikuwa unatekeleza adhabu yake vizazi 4. Na nasikiliza vizuri.
Anasema nami itapatiliza maovu ya wana. Vizazi vingapi? 4. Kwa vile vizazi 4 vililazimika viwe nje ya eneo linalopitia adhabu ya makosa ya Waamori. Nasikiliza vizuri hapo. Maana haujatimizwa uovu wa Waamori bado haujatimizwa. Ni vizazi 4 wanapitia adhabu za makosa walioyafanya. Kwa hiyo kipindi hiki watoto wako, wakati wao watu wanapitia yale mapito ya zile adhabu, hawataki kuwepo kwenye ile eneo. Wanataka wawe nchi nyingine. Kwa unaweza kaona hali ya ardhi ile, kwa sababu ilikuwa inapitia kipindi cha adhabu, iliwalazimu watoto wa Ibrahimu waondoke kwenye lile eneo. Unasikiza? Yes. Sikiliza. Mungu anamwambia Ibrahimu, nchi hii nimekupa wewe uirithi, wewe na uzao wako. Ni kweli Mungu amesema, lakini Mungu anapoangalia ile picha ya hali ya kiroho ya ile ardhi, inabidi kizazi chake kipishe. Yes. Miaka mingapi? 400. Kama huna maarifa ya kiroho, changamoto ni kubwa. Ndio maana wana wa Israeli walipochukuliwa utumwani kwenda Babeli, akatokea manabii wa uongo akaanza kuambia hamna shida, mtakakaa tu, baadaye mtarudi. Kwa kijana hamna haja ya kuoa, anakaa muda mchache tutarudi. Hamna haja ya kulima, hamna haja ya kujenga nyumba ya kudumu. Yeremia akawaambia, sikilizeni, ni hivi, hawa manabii wamewadanganya. Mnakaa miaka 70. Ikiisha miaka 70 ndipo mtarudi kwenye nchi yenu. Kwa hiyo vijana wenu waozesheni, mabinti waolewe, vijana waoe. Lakini pia jengeni nyumba. Halafu akawaambia, ibarikini nchi mnayoikaa, maana kwa baraka yake itakieni amani nchi mnayoikaa, maana kwa amani yake nyinyi mtakuwa na amani. Yes. Kumbe ardhi inatakiwa itamkiwe neno la nini? La baraka na la amani. Amen. Ili maisha yako yatakapokuwepo kwenye lile eneo uweze kustawi. Maana ujue aliyetangulia alisemaje? Yes. Unajua alichosema? Hapana. Na nimewambia ardhi ina masikio. Ardhi inaweza kumsikia mtu mwovu na ikalichukua neno lake. Jana tulisoma. Yes. Kwa kuwa watu kuambia wewe nchi mwenye kula watu. Nao umekuwa ukiwafisha watu wa taifa lako, basi hutakula watu tena. Maana yake kuna watu waliambia ardhi na ikasikia na ikakubali. Ni Yeremia sura ngapi? Ezekieli 36 mstari wa 13 tulisoma jana. Tulisoma Yeremia jana. No, sio Yeremia. Ezekieli sura 36 mstari 13 wa 13 na wa 14. Wa 13 na wa 14. Yeremia 36 13 14. Yeremia nani? Yeremia sio Yeremia. Ezekieli 36 mstari wa 13 na wa 14. Jana tulisoma hapo kwamba kwa kuwa watu hukuambia wewe nchi mwenye kula watu, nawe umekuwa ukila. Maana yake ardhi ilipoambiwa ilikubali, ikaanza kula maisha yao. Umefungua kagenge kako pale, ardhi inakala. Umeanzisha hivi, ardhi inakula. Umeanzisha hivi, ardhi inakula. Umeanzisha hivi, ardhi inakula. Alafu hauwezi kuona inakula wala inashiba. Hauwezi kuona inaenda haja. Yaani lakini utayaona matokeo. Sikiliza.
Kwa sababu watu wamefanyaje? Unanyamaza? Kuna watu ni mafundi. Watu ni mafundi, wanajua kuisemesha. Wakiambia haribu mimba, inakubali. Yenyewe haiulizi kwa nini, haiulizi. Haiulizi kwa nini ni haribu. Yenyewe inasema ni haribu wewe, inaanza kwa haribu. Imeshaambiwa. Ardhi huwa inasikia na inajua kufafanua, ila haijui kukataa. Inategemea labda itokee yule anayeagiza. Amen. Akute kuna kauli yenye mamlaka kuliko ya kwake. Hapo ardhi haikubali. Kwa mfano, mtu aliyeokoka mwenye ufahamu akakanyaga ardhi akasema, ardhi, mtu yoyote akikuletea kafara ya kuniloga mimi, kuniharibu mimi, usimkubalie. Nakupa damu ya Yesu kama kafara iliyo hai yenye nguvu kuliko ya kwake. Amen. Hapo hawezi. Hapo hawezi. Hata angechinja treni ya ng'ombe, damu ya Yesu itamzuia. Tamwambia hapana. Kafara kuhusu huyu tulishakunywa zamani, hatuwezi kunywa mara ya ngapi? Ya pili. Kana nasikia vizuri. Kwa ardhi. Umeshaona ardhi jinsi ikivurugwa, inapovuruga maisha ya watu? Paka inawaingiza watu gharama ya kukaa kwenye nchi sio kwa ya kwao miaka 400. Tena haikuwa 400 tu. Ilienda miaka 470. Kwa sababu walikaa miaka 430, lakini walikaa njiani miaka 40. Ukijumlisha unapata miaka 470. Ni hasara iliyoje? Ni hasara iliyoje? Shukuriwe Mungu kwa kutupatia damu ya Yesu. Amen. Shukuriwe Mungu kwa kutupatia damu ya Yesu. Amen. Bila damu ya Yesu utawashindaje wachawi? Kuna wachawi walishatoa kafara hivi. Yaani wahela ulionayo ukanunue ng'ombe sijui wangapi. Wao walishaanza kutoa kabla hujazaliwa. Utawashindaje? Basi kuwashinda. Lakini unapotumia damu ya Yesu unaua vile vitu vyote vichafu vilivyochimbiwa ardhini. Shida walokole ni wanafiki. Wanafanya na imani. Jina la Yesu. Yaani anaona kununua chemikora ya 500, ageuze kitu kinachoonekana kuwa damu na kimiminika ambacho atakigeuza kuwa damu ya Yesu. Wana mnashiriki meza ya Bwana? Kwani damu ya Yesu analeta magaloni, mnashiriki meza ya Bwana? Ya damu ya Yesu? Hapana. Naona yuko na hasira na mimi. Hata kikasirika, si uko hapa, utanisikiliza. Haleluya. Amen. Yesu analeta magaloni ya damu? Hapana. Sasa si mnageuza hivi vya dunia. Yes. Na vinakuwa nini? Damu ya Yesu. Na ukinywa unabarikiwa. Yes. Ukinywa unapona. Ukinywa unafunguliwa. Ukinywa unapata amani. Ukinywa unajenga ushirika mzuri na Yesu. Si ndio unafanyika? Amen. Sasa kuna ugumu gani kufanya hivyo ukainywesha ardhi? Amen. Wajanja walishanywesha. Oh yes. Wachawi. Wewe kwambie. Wachawi wanatekaje ardhi? Washirikina wanatekaje ardhi? Vitu vile wanatumia kwanza wanatembea kile eneo. Wakishaanza kutembea wanaenda kwenye maingilio, kwenye malango ya njia, kwenye njia panda. Wanafanya manuva pale kwenye njia panda. Unakuta kuna ubichi kama matone ya damu. Baba hilo kombola lilofanyika sio dogo. Hakunaga mbadala wa damu. Hata kama ni tone moja la damu ya njiwa. Unajua damu ya njiwa? Ukiwa una damu ya Yesu,
Damu ya njiwa inaweza kukutia maisha magumu mpaka ukachanganyikiwa ukaona hii duniani ikisiwa sehemu sahihi ya kuishi wewe. Damu ya nini? Kwa 3,000. Tena zamani kwa nauza 200. 200 njiwa 200. Mganga anapelekewa njiwa. Baba, taisoma namba. Anachotafuta ni nini? Damu. Kwa wanaenda kwenye njia pana. Wanafanya vitu kwa sababu ndio malango. Mshirikina anasoma kwenye njia pana kama alivyofanya kwenye Biblia. Ezekieli 20:21. Yule mfalme wa Babeli alikuja akasoma kwenye njia pana. Alipofika pale, Biblia inasema akaelekeza mishale kwenye zile njia, akafanya matambiko, akachinja wanyama na ndege. Halafu akaanza kutazama maini, akaanza kuelekeza mishale Yerusalemu. Mungu akamuona, akamuonyesha nabii Ezekieli, akamwambia tengua neno lile, sema neno lile lilofanya na mchawi kwenye njia panda litakuwa ni ubatili. Amina. Akalibatilisha. Amina. Asingelibatilisha ndio Yesu. Yes. Kwa chama naenda njia panda. Shika unakuta mtu anakaa anapiga ndio kwa unataka uteke ndaro. Anasema ndio nataka niwe mkubwa mimi peke yangu. Anapewa mbinu. Sasa watu wakubwa wanatumia mbinu sawa. Baadhi yao wasiomcha Yesu. Amen. Amen. Wasiomcha Mungu. Yes. Wanafanya hizo njia. Anafika pale, anasimamishwa njia panda. Anafanya manuva. Anaroga anafanya mchezo, anafanya. Hapa anasema kila atakayeingia kwenye mji atanisikiliza mimi. Wengine asiwasikilize. Alisikia, ananyesha na damu. Baba. Haijalishi ni mchawi lakini atapenda. Sasa ardhi. Yes. Kwa takiwa aje mtu mwenye akili kama za Yesu. Umekasirika. Aje mtu mwenye akili za Mungu. Yes. Akanyaga ile ardhi. Atengue maneno ya kichawi yanayosukumwa na pepo, yanayopewa uhai na pepo, kuwatesa watu wa lile eneo. Akishabatilisha, akishatengua, akaweka damu ya Yesu Kristo, jina la Bwana linaanza kutukuzwa lile eneo. Jina la Yesu linaanza kutukuzwa kwenye lile eneo. Amina. Tumezo mbili. Anakuwa na nguvu. Na watu wote wanasema yule. Kulikuwa na mchawi mmoja kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 8. Alikuwa Simeoni. Watu walimtii. Wakajua anatumiwa na Mungu. Watu wakamheshimu. Watu wakajua ni Mungu yule anafanya kazi naye. Unafahamu hiyo habari? Watu wakajua anatumiwa na Mungu. Kumbe ni mchawi. Ameteka lile eneo. Ameteka hali ya kiroho ya ile ardhi. Watu wanamsikiliza. Biblia inasema walimsikiliza kuanzia mkubwa mpaka yule mdogo. Unafikiri bali jambo dogo? Hapana. Alikuwa na upako wa Yesu? Hapana. Alikuwa mchawi? Yes. Walipokanyaga mitume, kanyaga ile ardhi, aliona mambo ya ajabu ambayo hajawahi kuyaona kwenye uchawi wake. Akachanganyikiwa. Wale waliokuwa na waloga wote wakakimbilia kwa nani? Kwa Filipo, mtumishi wa Mungu. Kaanza kuwaza na warudishaje. Haleluya. Amen. Akaanza kutafuta ni namna gani atawarudisha. Ikawa ni kazi ngumu kwake. Akapiga hesabu hapa. Maana alikuwa akiwaloga. Usiku wanaenda. Asubuhi anawaloga usiku. Asubuhi wanaenda. Anawatibutibu kijanja. Anawaambia wamepona. Usiku alikuja mtu akakukaba mara 2. Nimemuona. Kwa hiyo wewe leta mbuzi. Nikishamaliza hata kukaba
wakaba. Biblia inasema hivi, alipoona imeshindikana akaamua kumfuata nani? Sema Filipo. Na yeye akajiunga naye, akawa anakoenda Filipo naye yupo, akawa mbeba mkoba wa nani? Wa Filipo. Kumbe analake jambo. Haleluya! Mtume Petro alipoingia pale akauliza, nyinyi mlipoamini Yesu mlijazwa Roho Mtakatifu? Akasema hapana. Sema hamna shida, simeshaamini, tunaweka mikono juu yenu. Wakalitia jina la Yesu, wakaweka mikono juu yao, watu wakajaa Roho Mtakatifu. Filipo Simeoni anawapimia hivi, yeye hakujazwa, yeye hakujazwa, kana wapimia hivi. Yaani kama shangaa, sema mambo gani? Roho Mtakatifu anatolewa bure, hawalipi hela. Filipo akatoa hela akinunua kipawa cha kuwawekea watu mikono na wanajaza Roho Mtakatifu. Simeoni akatoa hela ya kununua kipawa cha kuwawekea watu mikono wanapokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akataka kinunue ili akimiliki kiwe cha kwake. Akasema hii mbinu sijawahi kuwa nayo tangu nianze kuroga. Hii mbinu ni mpya. Nikiipata na hii. Petro akasema hivi, fedha yako pamoja na wewe upotelee mbali. Kuna fungu katika hili. Lakini mwanzo watu walijua ni mtumishi wa Bwana, anatumiwa na Mungu. Haleluya. Amen. Baba sikiliza. Haya mambo yalikuwepo. Lakini nilichokuwa nikizungumza kwa Filipo ni hiki. Kwa Filipo na nani? Simeoni ni hivi. Simeoni alifanikiwa kuteka hali ya kiroho ya ardhi. Ndio maana walimsikiliza kuanzia mkubwa mpaka yule mtoto. Haleluya. Aliteka kwenye ardhi. Ndugu zangu, hali ya kiroho ya ardhi isiposhughulikiwa vema, watu watakaokaa juu yake lazima waomboleze, lazima walie, lazima waumie, lazima wahangaike, kwa sababu hali ya kiroho inachokiachilia ni kinyume cha kile unachoamini. Kwa lazima uteseke. Ndio maana shetani anamwambia Yesu hivi, ukianguka na kuniabudu nitakupa miliki yote hii niliyokuonyesha kwa dakika moja. Maana huwa anampatia yeyote ninaye mtaka. Manake katika ulimwengu wa roho alikuwa na mamlaka. Kumbuka vitu vyote na miliki zote zilikuwa juu ya ardhi. Dhahabu iko ndani ya ardhi, iko juu ya ardhi. Madini yako juu ya ardhi. Kila kitu kinamilikiwa, kina mahali kilipokaa, kiliposimama ni kwenye ardhi. Kwa hiyo anamwambia huwa ninampa. Manake tayari kipindi cha shetani alikuwa na mamlaka juu ya ardhi aliyokabidhiwa na Adamu baada ya kuanguka dhambini. Haleluya. Adamu alipotenda dhambi, mamlaka kumiliki na kutawala ilichukuliwa na nani? Na shetani. Na ndio maana shetani anamwambia kwa ujasiri Yesu hivi, ukianguka na kuniabudu nitakupa, maana mimi huwa ninampatia yeyote naye paka. Haleluya. Amen. Akataka kumwangusha Kristo kwa sababu alikuwa anajitambua na alikuwa anaelewa ni nani, ametoka wapi na amekuja kufanya nini. Alimwambia hivi, imeandikwa
Msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye pekee yake. Kwa kulikuwa na shida kubwa iliyokuwa inaanzia katika ardhi. Ndio maana kitu cha kwanza Yesu alichokifanya, alienda mahali ambapo Adamu aliangukia. Kwenye nini? Sema kwenye bustani. Kwenye bustani. Yesu naye akaenda kwenye bustani ya Getsemane, akawa naomba, jasho lake likageuka likawa matone ya damu. Matone ya damu yakaanza kukomboa bustani, mahali ambapo anguko la kwanza lilianzia. Ayayaya, haleluya. Akakomboa, akaondoa ile laana iliyokuwa imefungamanishwa na bustani. Baada ya hapo, katika suruba zote akawa anatembea, amechubuliwa, amechanwa na mijeledi, anadondosha damu. Lile lilikuwa ni tendo kubwa la ukombozi wa ardhi. Amen. Unanisikiliza vizuri? Amen. Kulikuwa na uwezekano wa kumkamata na kwenda kumnyonga juu ya mti asidondoshe tone hili. Lakini Mungu anachotaka ni nini? Itoke nini? Damu. Wala pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Hali ya kiroho ya ardhi inapokuwa imevurugwa, wale watu wa lile eneo wamevurugwa. Ndio lazima uwe mtu ambaye umeamua kumtaka Mungu na nguvu zake. Kumtaka Bwana na nguvu zake. Kumtaka Bwana na maarifa yake. Kumtaka Bwana na neno lake. Kumtaka Bwana na nguvu zake. Ili akupe maarifa ya namna gani uishi katika ulimwengu huu. Amina. Sikiliza vizuri. Mzee Tera aliona uovu kwenye ile ardhi, akahama. Wewe usihame. Amen. Nina njia ya kukusaidia. Nina neno la kukusaidia. Nina neno la kukusaidia. Utaitumia damu ya Yesu. Utainyunyiza kwenye ardhi. Utaimimina kwenye ardhi. Utaondoa uchafu kwenye ardhi. Utaondoa vifungo vya ardhini. Utaondoa laana iliyotamkwa juu ya nchi yako. Na Bwana Mungu atakubariki kwa jina la Yesu. Anasikiza vizuri. Sema ardhi. Ardhi. Ardhi ina ufahamu. Ardhi inasikia. Ardhi inatunza kumbukumbu. Ardhi inakula. Ardhi inakunywa. Ardhi kama inaweza kula, basi inaweza kutapika. Yes. Kama inaweza kutapika, niuze jana. Okay. Kama ardhi inaweza kula, inaweza kufanyaje? Ardhi ina uwezo wa kuwala maadui. Maadui wa Musa waliliwa na ardhi. Umekwazika tena. Ardhi ilifunguka. Haleluya. Kina Kora walikuwa viongozi watatu. Halafu wengine wakawa wanawafuata kina Kora. Anawafuata. Anambia, wewe, huyu mtu sio mzuri. Sema hamna, huyu. Wametuchosha wakina Haruni na Musa. Ardhi ina nini? Ina kinywa. Ardhi ikafungua kinywa, wakaingia wote. Japo tusome maandiko yanaonyesha ardhi ina kinywa. Wakashuka wote. Ardhi ikafunga. Halafu Mungu akaleta moto ukapita pale. Teketeza kabisa. Habari ikaishia wapi? Hapo. Kumbe ardhi inaweza kuwala maadui. Yes. Ardhi ina uwezo wa kuwala maadui. Yes. Ardhi ina uwezo wa kuwala maadui. Amen. Maadui mashetani ina uwezo wa kuwatoa mbele yako. Kuwaficha mahali ambapo hawatakusogelea tena. Amen. Amina. Sema haleluya. Haleluya. Unafundisha somo la ardhi. Najisikia raha sana. Okay, ardhi, tabia za ardhi. Tabia nyingine ya ardhi. Ardhi inaumwa. Ardhi ina uwezo wa kuumwa. Unajua kuumwa? Ndio. Ardhi na yenyewe ina uwezo wa kuumwa. Nyakati wa pili. Sura ya 7. Yaani nilisema andika tulisoma. Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Wa 13 na wa 14.
Umefika? Yes. Neno la Mungu nasema. Nikizifunga mbingu isiwe mvua. Nikizifunga mbingu isiwe mvua. Tena nikiamuru nzige kula nchi. Tena nikiamuru nzige kula nchi. Au nikiwapelekea watu wangu tauni. Au nikiwapelekea watu wangu tauni. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mungu alipeleka ugonjwa baada ya wao kutenda dhambi. Hakuwapiga wao moja kwa moja. Alipeleka ugonjwa kwenye nini? Kwenye ardhi. Ndio maana anasema na kuiponya nchi yao. Hawezi kuponya kitu chenye afya. Paka inaumwa. Hakiumwi, hakiponi. Jana nitoa mfano, unawezaje kumeza Cipro? Wasema nina hamu na Cipro leo. Haleluya. Wakati haumwi. Maana yake kama ardhi inaweza kuponywa, maana yake inaweza kufanyaje? Kuumwa. Maana Mungu anapoibariki nchi, anapoibariki ardhi, wale wanaokaa kwenye ile ardhi wanabarikiwa. Amen. Mungu anapoilani ardhi, wale wako juu ya ile ardhi wanalaaniwa. Hata kule Sodoma, Mungu alilaani ardhi. Maandiko yanasema wakati anaenda, kumbe ile nchi, wale watu walikuwa na ugomvi na Mungu. Ardhi ile ikalaaniwa. Mungu akaichoma, ikateketea kwa moto. Juzi tuliona tukio la California. Nika hesabu sasa hapa. Kama moto umewavamia alfajiri, mmelala vipi hapo? Ni shida. Mungu akaichoma ile miji. Ikiteza ile miji. Kwani kwa sababu ya ile laana ya ardhi. Wengine wanapinga haya mafundisho kwa sababu ya taratibu za madhehebu yao. Za namna gani tuishi? Na wale wanaoshangilia yale mafundisho. Hamna, ukiokoka maisha yote. Amen, sema Baba tupone. Amen, sema Baba tupone. Yuko hali mbaya. Sasa kama ni ukweli hicho nacho kinachokufundisha, ukikiingiza kwenye vitendo, maisha yatabadilika. Amen. Shida ni hii. Unapokea maarifa, hauyaingizi kwenye vitendo. Hiyo ndio shida uliona. Wale walikuwa na juhudi, hawakuwa na maarifa. Wana juhudi nyingi lakini hawana maarifa. Sisi tumepewa maarifa ila hatuna juhudi. Ndio shida. Maarifa Mungu anakupatia. Uwezi ardhi nimesema ardhi ina masikio, ardhi inatunza kumbukumbu, ina kinywa. Ardhi inaweza kuumwa. Ardhi ina uwezo wa kumfanya mtu. Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja. Kwa unapozungumza somo la ardhi, kuna mtu mmoja anaitwa Naaman. Nafahamu? Habari zake nazifahamu. Sizungumzi hilo mtaani kwenu, nazungumza kwenye Biblia. Nafahamu habari za Naaman? Mwingine hajui kabisa. Naaman alikuwa ni jemedari wa jeshi la Shamu. Lakini alikuwa na shida moja ya ukoma. Na ule ukoma ulimsumbua mno. Sumbua sana. Ni jemedari na Mungu anamtumia kushinda vita kadha wa kadha. Wakaenda wakafanya vita, wakachukua binti mmoja, wakamteka, wakamfanya kwa msijero wake. Akawa anafanya kazi nyumbani kwake.
Biblia inasema hivi. Siku moja ile bibi akawa anasema, "Light huyu bwana wangu angekuwa kule kwetu kuna nabii, hii shida ingeisha." Kwa hiyo yale maneno yanatembea kwenye ile familia, baadaye wakamdokeza. Lakini akabidi akasema, "Ungekuwa kule kwao kuna nabii, ungepona." Wakaandika barua. Wakatuma ile barua ikaenda kwa mfalme. Mfalme akazalua nguo zake akasema, "Huyu mtu kuchongea kwa Mungu. Mimi nimekuwa Mungu wa kuua na kuponya na kuuisha. Kwamba naweza kuondoa ukoma, usiniletee balaa kwa Mungu wewe." Akachana mavazi yake. Nabii Elisha akasikia kwamba mfalme amechana mavazi kwa sababu hana nguvu za kuondoa ukoma. Akatuma mjumbe huyu nabii akamwambia, "Nani mwambie mfalme mimi niko hapa. Waambieni wamlete kwangu mimi." Hapo atajua kwenye Israeli, katika Israeli kuna nabii wa Mungu. Akaja. Sitaki kuzungumza sana ilikuwaje, maana hata hivyo alikataa. Kaona mimi kujichoka kwenye maji machafu kwanza. Kule kwetu kuna mito misafi, si ningeenda kwetu nikaoga nikatakasika. Huu ni utapeli kabisa. Manabii wengine, nabii wa uongo. Mimi nilijua atakuja niombee, anishike na mikono mahali ambapo panaumwa. Yeye ananiambia, anaagiza, kwanza mimi yenyewe sijamuona uso wake. Anaagiza mtu, "Nenda mwambie ajichobe." Si dharau hii. Hajui mimi jemedari, mimi mkuu wa majeshi. Watu wanapiga saluti. Hata gari yangu ikipita tu mtaani wanapiga hata kama simo. Gari la huyo kiongozi likipita likipaki mtu lazima alipigie wale wa kwenye wale wa sekta za wale wanajeshi, wale majeshi lazima wapige hata kama hayumo. Unanisikia? Yes. Unanisikia? Sasa akaona hii dharau. Wakamwambia wale maaskari walinzi wake, wasaidizi wake, "Angekuambia jambo gumu usingefanya. Sasa kama amekwambia jambo rahisi la kujichota, kwani kuna ubaya gani? Tumetoka mbali. Kujichota kwenye mto kwani kuna ubaya gani? Kwani unatembea kwa miguu, si kuna magari?" Twende. Kaenda kajichota. Ya kwanza. Kaangalia. Ndio kama mkakama. Shui ya pili. Yaani kwa wewe bana, hiyo ni ya pili, unajiangalia nini? Ile ya saba mikono imetakasika, ngozi imetakasika. Vidole vimekaa mahali pake. Ngozi imekaa mahali pake. Sasa wakarudi kwa nabii. Sema, "Nabii, kweli wewe ni mtu wa Mungu. Ukomo umeisha. Sasa na nimejua hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni Mungu wa Israeli." Hilo ninakubali. Sasa pokea mbaraka wangu. Dakika ngapi zimepita ulikuwa na ukoma, umepata baraka? Baraka ni roho. Sawa? Baraka ni nini? Roho. Baraka ni roho. Ni roho. Ni nguvu inayosukuma kufanikiwa kwa mtu kuanzia rohoni. Baraka, neno baraka ni roho. Roho. Baraka ni zaidi ya kona milioni 100, sawa? Baraka ni zaidi. Ndio maana Mungu akikwambia nimekubariki, usilichukulie kwa mzaha. Nibariki wakati hapa mfukoni na 3000. Hata kama huna neno baraka ni neno kubwa. Neno baraka ni nguvu, ni roho. Ni roho ya kukuinua. Ni roho ya kufanya uwe juu. Ni roho ya kukufanya ufanikiwe kwa kila eneo. Unanisikiliza? Amen. Sasa Elisha akajua huyu hana baraka, alikuwa na ukoma. Dakika chache zimepita, baraka hana. Hizi sadaka hizi zina ukoma hizi.
alikuwa ameomba maombi yote, amebeba ukoma wa ukoo wake, amepachika kwenye ile anayoiita ni baraka. Halafu anataka akaikabidhi kwa nani? Kwa Elisha. Jamaa akasema acha ujinga, mimi najua wewe unavyo. Mimi najua ujanja uliofanya. Nani abaki na ukoma? Peleka huko. Umeshapona, rudi. Kama itaendelea kwenye kizazi, watakuja na wao watakuelekeza kama nini kwenda sehemu fulani. Jamaa akakataa. Mwingine akasema, mtumishi wa Bwana, mtumishi amesema hivi, unipatie. Akabeba ule ukoma, akaambia ukoma wa Naamani uwe juu yako milele na milele. Maana hata ukifa uhamie kwa nani? Kwa watoto. Wakifa watoto uhamie kwa wajukuu. Ni milele na milele. Nacho kuzungumza ni hiki. Angalia sasa. Wafalme wa Pili sura 5. Neno la Mungu linasema, akamrudia yule mtu wa Mungu. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake. Akasema, sasa tazama. Najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Jamaa anasema na kuomba upokee mbaraka. Umeupata wapi? Mstari wa 16. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, aliyekuponya, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Umekosea kanuni. Ungesema nina sadaka afadhali. Baraka. Sipokei kitu. Akamshurutisha apokee. Akajaribu kumshawishi afanyeje? Apokee. Lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala 2. Kama sivyo hutaki kupokea, kwa sababu anajua ukoma nimeufunga kwenye nini? Sadaka. Kwenye hii zawadi, kwenye hii inayoita baraka. Kwa hiyo nikirudi na hii zawadi bila kitu chochote kutoka kwenye ile ardhi, ukoma utarudi. Akasema na kuomba mtumwa wako uniruhusu sasa unipatie udongo wa bagala 2. Wa bagala 2 ilikuwa ni vipimo. Udongo labda ndoo 2. Sawa? Unipatie udongo ili niende nao. Asoma. Kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine. Umeelewa? Ila kwa Bwana. Alichokuwa anataka hapa, ili ninapotaka kutoa sadaka na dhabihu kwa Mungu wa Israeli, nitoe kwenye ile madhabahu niliyoijenga kwa udongo wa kutoka. Sasa sijasema ubebe udongo, sawa? Najaribu kuonyesha jinsi udongo unapoweza kubeba vitu vya baraka. Kwani aliona kule kuna ukoma, ardhi inanena mabaya, ardhi haineni mema kuhusu mimi. Kwa natakiwa niwe na ardhi inayonena mema, mahali ambapo nitajenga madhabahu ya Bwana, mahali ambapo nitatoa sadaka za kuteketezwa, mahali ambapo nitafanya maisha yangu kuwa sehemu ya kukimbilia. Nikikutana na magumu, nitakimbia kwenye madhabahu, nitainama na kuomba, nitachinja kwa kondoo, nitateketeza pale. Maana kipindi kile walikuwa wanateketeza wanyama. Unasikiza vizuri wewe? Naamani akajua kwa kuwa amekataa kupokea hiki nilichokuja nacho, ukoma utakuwa haujaisha. Kwa nipate mahali ambapo nitakuwa ninatoa sadaka kwa Mungu aliyeniponya ukoma, lakini nitaijengaje ile madhabahu kwa ardhi ile? Na hana maarifa sasa.
nichukue ardhi yao huko. Wewe chini madhabahu. Mimi natoa hapo. Nikikuta nikiona ukurutu na kuja naomba. Toa sadaka. Nateketeza. Maisha yanaenda mbele. Sema ardhi. Ardhi. Nasikiliza. Ardhi, ardhi, ardhi. Ardhi inaweza kusikia. Ardhi inaweza kukubali kuandikwa. Ardhi ina uwezo wa kutoa sauti iliyoandikwa ardhini. Andika sasa. Unanishanga. Ardhi ina uwezo wa kutoa sauti iliyo ya kile kilichoandikwa juu yake. Yohana sura 8 mstari wa 7 mpaka wa 9. Yohana sura 8. Yohana sura 8 mstari wa 7 mpaka wa 9. Ardhi ina uwezo wa kufanyaje? Wa kutoa sauti. Wa kutoa sauti ya kile kilichoandikwa juu yake. Umefika? Yes. Soma. Yohana 8:7. Yohana 8 mstari wa 7. Yes. Mungu anasema. Mungu anasema. Nao walipozidi kumhoji. Alijiinua. Akawaambia. Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu. Na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Yes. Akainama tena. Maana anainama mara ya kwanza hawakusikia. Akainama tena. Akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia. Ingekuwa msoma labda angepiga makofi. Haleluya. Nao waliposikia. Yaani mwanzoni amesema asiye na dhambi, yes, naye wa kwanza kumtupia mwanamke huyu jiwe. Hawakusikia. Akaandika, yes, katika nchi kwa kidole chake. Yes. Sio kutumia mti. Kwa kidole chake. Yes. Akaandika asiye na dhambi na awe wa kwanza kumtupia mwanamke huyu jiwe. Yes. Wakasikia. Yes. Amen. Yesu akabaini hawa watu wametokea ardhini. Yes. Hawa ni udongo. Yes. Hawa ni mavumbi. Yes. Ngoja niseme na ndugu yao. Kaya baya dosata. Ngoja niseme na ndugu yao ya kwamba nimeongea kwa mdomo hamjasikia. Yes. Sasa naandika ardhini. Yes. Ili ndugu yenu aitoe udongo. Atafsiri. Yes. Kwa rohoni hii sauti niliyoandika. Maso. Haleluya. Amen. Soma. Akainama tena. Akaandika kwa kidole chake katika nchi. Katika ardhi. Sema katika ardhi. Nao waliposikia. Sasa jamani. Hivi mtu akiongea fulani niletee maji. Mtu hawezi kusikia. Anasikia. Lakini hakusikia. Yes. Wala kuelewa hiyo alichokiongea. Yes. Wakaendelea kumhoji, tuambie kwenye Torati imesema tumpie kwa moyo mpaka kufa. Maana huyo ni mzinzi, huyu ni mzinifu. Mimi na mashaka. Inawezekana wale watu waliomkamata yule mwanamke walimtorosha mwanaume. Anawezaje kuzini peke yake? Mimi nahisi ni mawazo yangu. Inawezekana walimtorosha. Au labda alipitia dirishani. Maana sasa kauli ya utata hii. Anaongea kama mtu uzinzi mmoja bila mwenzake. Inawezekana alikuwa rafiki yao. Alikuwa ni swaiba wao.
wakampitisha dirishani. Bwana mambo yameharibika. Kimbia. Kama walikuwa na haki, wangemkamata mwanaume na mwanamke alafu wakawapeleka. Maana wote wamezini. Wapigwe kwa moyo wote. Yesu akajua hao wana hila, nyinyi wenyewe ni wazinzi. Mngekuwa ni watakatifu mngemkamata na yule mwenzake. Bwana mmemtorosha. Akaandikia asiye na dhambi naye wa kwanza kumtupia mwanamke huyu jiwe. Yes. Nao wakasikia. Kwenye maneno hawakusikia. Yes. Unataka wakuelewe kazini kwako? Yes. Amelala mno. Huku mko vizuri. Amen. Hapa sasa hivi. Haleluya. Amen. Anasema hivi. Asema wanasikia. Unataka watu wakuelewe? Yes. Acha kujieleza sana. Amen. Hamka juu ya ardhi. Andika mashitaka juu ya ardhi. Haki yake iliyopoteza vitani. Kuwanya kitu zilivyo kirudi. Mambo yaliyofanyika yaondoke. Kwa jina la Yesu Bwana kuweke huru. Umejieleza sana. Umejieleza sana. Sasa badilisha. Yes. Nakupa mbinu mpya. Yes. Unalipenda? Ndio. Andika mashtaka juu ya maadui zako. Andika mashtaka juu ya maadui zako. Ambia ardhi mshughulikie huyu. Shughulikia huyo mchawi. Shughulikia huyo mganga. Shughulikia nani loga. Shughulikia nani zulu. Ardhi itamshughulikia. Amen. Unajieleza mno. Kila siku unachuchuma. Patie haki yangu. Kazi za timu hiyo. Patie haki yangu. Maana kila siku nikiwaambia wanirudishie haki yangu, wanakataa. Wewe ndiye kazi kwenye huu mji. Ninakusihi Baba mheshimiwa. Nikumbuke Baba, nikumbuke. Mjane kila siku anamwendea. Hajali watu, hamchi Mungu. Kama umefikia hatua hiyo, badilisha. Badilisha. Andika hatia zao juu ya. Ambia ardhi mshughulikie. Ambia ardhi mshughulikie. Najua wachawi hawapendi mahubiri ya namna hii. Ambia ardhi mshughulikie. Haleluya. Ardhi. Ardhi inawajua maadui zao kwa usahihi kuliko unavyojua wewe. Ardhi inakusikia siku anapita juu. Kila siku anatembea. Inawajua wote. Inawajua kwa idadi yao. Hata wale wanaokusema vibaya kule mtaani. Ardhi inawajua. Yes. Ambia yeyote. Yes. Anayetunga mabaya. Amen. Anayenisema vibaya. Amen. Kwa uongo. Yes. Ardhi. Anayenichongea kwa bosi. Yes. Ardhi. Weka la kwako. Anayenichongea kwenye ndoa. Ardhi. Yes. Mnyime makao. Oh yes. Mnyime makao. Amen. Mnyime makao. Amen. Mnyime amani. Amen. Mnyime utulivu. Mnyime chakula. Mnyime mavazi. Amen. Ardhi tulishughulikia kwa staili hiyo. Yes. Hatakuwa pagumu mno. Amen. Baba fulani. Mimi ni fulani. Fungua mlango. Kuna maswaibu. Amen. Hata mwenyewe. Sema ardhi. Ardhi. Sema tena ardhi. 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 Ukiandika. Uje haya leo wafundisha mimi nishafanya hivi. Ndio. Oho. Mimi yani mimi kanahangaika na mtu. Yule mchawi akikuloga unakuwa una amani, unapoteza mwelekeo. Ardhi akiloga anakuharibia kila kitu. Ardhi akishaisemesha yule mchawi sugu, mambo yako yanaharibika.
kuanzia hapo ndoa yako ina mfukoni migogoro, hii nini? Ndoa yalivyo hamna shida. Mimi naenda pale anapopataga maji, anapokunywa maji, anapokula ugali, anapokula michembe, anapopata mihogo, anapopata manyulane, pale anapo. Nasema ardhi. Yes. Wewe mwamuzi wa haki. Ndio. Juu ya haya unifanyia uadui. Wewe mwamuzi wa haki. Juu ya mabaya yanayonitesa. Wewe mwamuzi wa haki. Juu ya uonevu wake. Wewe mwamuzi wa haki. Juu ya machungu anayoniletea. Ardhi itasikia. Kama ilivyoyasikia maombi ya Musa. Yes. Ikafungua kinywa, Kora kaingia. Ardhi ikasikia maadui wa yule mwanamke waliokuwa wakitaka kumpiga kwa moyo mpaka kufa, wakati wao wenyewe ni wenye dhambi. Ikasikia ya kwamba kama nyinyi kweli ni watakatifu, mpige kwa mawe, lakini ninyi kama ni wenye dhambi, msipige kwa mawe. Natangaza yeyote anayetamka mabaya kinyume chako, aliyeandika hatia juu ya nchi yako, nabadilisha maneno yake kwa jina la Yesu. Niko hapa kwa jina la Yesu. Ikiwa kuna uchawi uliwekwa ardhini, unaonena mabaya kinyume chako, na ubatilisho kwa jina la Yesu. Nabatilisha. 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 Nabatilisha kwa jina la Yesu. Yesu akaandika. Yesu anajua. Yesu alijua kutumia ardhi. Yesu alijua kutumia ardhi. Hawa watu wauaji hawa wametokana na ardhi, wametokana na udongo. Mimi naenda kwa ndugu yao ambaye ana akili, ambaye anaongeaga, ambaye ana maarifa, ambaye huwa anasikia. Nimpe neno hili linalosema asiye na dhambi au wa kwanza kumtupia nini?